Hussein. Naam mjomba. Umepata nini jana wangu? Mbona unafurahi iliyopitiliza? Ni kweli mjomba, nina furaha. Ila furaha yangu haijakamilika bado. Ila itakamilika kwa uwezo wake Mola. Haya, ni jambo gani leo limekufurahisha? Hebu nijuze nami nipate kufurahi. Nitakujuza mjomba. Allah ajalie liwe la kheri. Ni la kheri inshallah. Mjomba, mimi nimependa. Haya. Ni nani ule mpenda? Mariam, mtoto wa mzee Athmani. Oh. Mariam, binti wa bwana Othman. Mjomba, Mariam ndio furaha yangu. Hakika nampenda. Allah ajalie katika hili. Amin. Amin. Mambo kushikana ndevu hapa ukumbini ile mara. Hizi nyonyo hizi zimeshakuwa. Unarudi mwanangu? Ndio mama. Haya, tangulia jikoni. Unaona sasa? Yale ndio kole ndio hayo. Unaona sasa? Acha kunishika vende bwana. Mtoto kaingia. Hana shida yule. Sasa vile anajenga anakuwa na familia yake. Kwa hiyo kila kitu atakijua. Wala kiako. Na niambie mume wangu. Kiako. Na niambie mume wangu. Nakupenda. Nakupenda sana. Mmechoma nini? Nipanga kitu jikoni siku nakata kama kinaungua. Ndio nenda kaangalie sasa. We Mariam. Hussein. Hussein ndio nani? Mpaka anaacha unakuza mboga. Au umeshaanza kufanya tabia mbaya mwanangu? Lakini mbona sio hivyo nilivyokulea mzazi wako? Hapana mama. Naomba nisamehe kwa kuunguza mboga. Ni mawazo tu, lakini mbona hamna chochote mamangu?
Nieleze binti yangu, Hussein ni nani? Karibu. Asante. Karibu Sheikh Abdallah. Naona ujio wako ni waheri sana. Ni kweli, ni waheri na wenye baraka tele ndani yake. Naam. Ujio wangu ni kwa niaba ya huyu mpo wangu Hussein. Hussein? Hussein bwana, katika pitepite zake ameona mtetea nyumbani kwako. Kwa hiyo akanituma mimi nije kufikisha ujumbe kwako. Tunataka tupose binti yako. Ndugu yangu, ujio uliokuja nao ni waheri sana, ila sijui ni seme ni bahati mbaya, si ni bahati nzuri, lakini ngoja tu nikueleze. Binti yangu kwa sasa ameshaposwa, nikimaanisha ni mchumba wa mtu. Miriam ni mchumba wa mtu. Kwa na mimi pia nitakuwa sitotenda haki, na ninalihofia hilo, kwenda kuchukua posa ya mtu mwingine. Kwa kifupi tu nikwambie, unisamehe, halitowezekana hili shida. Sawa. Kweli. Kama ni mchumba wa mtu, basi sina cha kuokoa. Kwa hiyo mimi naona nikuache uendelee na majukumu, acha mnifikishe ujumbe kwa mlengo. Sawa, lakini tusameheane bwana. Maana si unajua ndugu yangu, usije ukaja ukaanza huku tupata dhima kubwa kwa Mungu bwana. Bwana, niombe radhi kwa kijana bwana. Zimefika. Wala usikesha hata. Basi acha mimi nikuache uendelee na majukumu. Haya. Osman. Tuonane inshallah. Hamna shida. Karibu sana bwana. Asante sana. Mama, nenda kaongea na baba, mimi nampenda Hussein. Mimi naongea nini na babako mwanangu? Babako akishaamua ameamua la kwake. Sasa mama, baba anataka kuniozesha kwa binamu. Sasa mtu hata kama ana tabia mbaya nioe. Hapana, mimi nampenda Hussein. Sasa mimi nitafanyaje mwanangu? Babako ndicho alichokipanga. Na mimi ni mwanamke tu, sina mamlaka yoyote juu yake. Bwana, mimi nampenda Hussein. Mimi na story mwanangu. Mimi hata sielewi kwanza, wote mnanichanganya. Kimya! Mimi ndio kila kitu hapa ndani. Mimi ndio baba yenu, ndio kila jambo nalifanya mimi. Usinipande kichwani. Sasa nimesema hivi, utaolewa na mtoto wa shangazi yako. Haina jinsi, na wewe umwambie huyu. Kuanzia leo asieni kokote. Sokoni uende wewe, sijui dukani uende wewe, kwenye mchicha wewe, gengeni wewe. Sitaki nikuone nyayo zako hapo nje wala kokote. Umeongea vizuri basi na mtoto. Niongee nini? Niongee nini? Mimi ndio nishaamua hilo. Umenielewa vizuri? Sasa nione kwa tozo zako hapo. Baba, mimi wewe simtaki mtu tabia chafu, mtu anavuta. Wewe, Mariam. Wewe unajua tabia chafu za kakako? Unazijua? Yule ndio atakuwa mumeo wako wewe. Pumbavu. Anavuta bangi mtu. Nisikilize. Nimeshaamua hivyo. Mume wangu, lakini ana maamuzi yake binafsi. Sitaki kuharibu ukoo wangu. Sichanganyi nazi na embe mimi. Unataka tuchanganye nazi na maembe? Utaolewa na mtoto wa shangazi yako. Sasa toa hizo nyayo zako, ndio utajua mimi ni nani. Mwambie.
Hebu niambie mjomba, umefurahishwa na nini? Mjomba, mimi nimependa. Naomba unisaidie mjomba, niweze kumpata mwanamke ninayempenda. Hakika nimefurahishwa na jambo hili, ila bado hujaniambia ni nani huyo ulimpenda ambaye anastahili kuwa mkwe katika familia yetu. Ni Mariam, mtoto wa mzee Athmani. Mariam binti Othman. Mjomba, Mariam ndio furaha yangu. Naomba unisaidie niweze kumuoa. Mashallah. Hilo niachie mimi. Mola akijalia kesho nitashughulikia. Inshallah. Tuko pamoja. Nitafurahi sana mjomba endapo nitamuoa Mariam. Usijali. Na imani Allah atafanya wepesi katika hili. Amin. Amin. Assalamu alaykum mjomba. Wa alayka salaam wa barakatuh. Haya, nipe habari njema za huko tokako mjomba. Tukae kwanza mjomba ili tuweze kuzungumza. Bila shaka mambo ni mazuri huko mjomba eh? Huko ni kwema, ila kwa bahati mbaya yule binti ni mchumba wa mtu. Kwa hiyo umechelewa mjomba. Mariam mwanangu. Mariam. Amka ule hata kidogo mama. Amka mama. Amka ule. Kidogo mwanangu, sawa? Nina mkono ule. Mimi nimeshiba. Kwani utaki kula mwanangu? Nimeshiba. Nimeshiba. Kula hata kidogo mwanangu. Unajua una siku ya 3 sasa hujala hata chochote tumboni. Huoni kama inakukosesha wewe kupata nguvu? Unajua mama, nikwambie tu kweli. Yaani mimi bila Hussein siwezi kufanya chochote kweli tena nikwambie. Wewe Hussein unemtajia kwao anakula yuko vizuri tu na ana nguvu zake. Wewe mwanangu unakosa nguvu siku ya 3. Wewe ndo unasema hivyo mama, lakini hata yeye pia anateseka kama ninavyoteseka mimi. Mimi najua mama Hussein ananipenda. Najua mwanangu, lakini ukikula tu hata mimi wako nilisikie kidogo. Shida nini? Amegoma kula mtoto mume wangu. Kwa akigoma kula ndio wewe unambembeleza haya. Hivi kwa nini mnanisumbua mimi? Yaani wewe na wewe ukae uanze kumbembeleza masuala ya kula. Tutafute chakula na bado kula pia ubembelezwe. Wewe una shida gani? Sitaki kabisa mambo ya kijinga jinga, siyataki. Unamsusia nani kula? Unanikomoa mimi? Unanikomoa? Wewe unajua mimi nimehangaika kiasi gani mpaka kikapatikana hiki. Kuna wenzio wanalala na njaa huko. Unaanza kurekea na chakula. Mimi nimeshiba. Umeshiba? Sasa. Mbona kubembelezana hapa? Kama kashiba, kashiba tena chini. Wacha chini. Wewe endelea kushiba. Kumbavu, wewe unashiba chakula. Bwege.
Tuteni mambo ya ajabu. Yaani tukuhangaikie wewe, kula pia tukuhangaikie. Kaa hapa mke wangu kula, achana naye mpuzi huyo. Hapana, mume wangu nao una roho mbaya sana. Ni roho mbaya? Unashinda hata kumbembeleza hata mtoto. Hata huko sibembelezi wakati natafuta hela. Mtoto kiburi huyu. Ni kiburi, nitamnyoosha. Mtoto kumbembeleza hata mtoto. Mambo poa Damariam. Zulea, naomba nikuombe kitu. Ndio. Naomba hii karatasi yangu peleka kwa Useli, na naomba usiondoke mpaka akupe jibu niletee. Basi Damariam, usibini nimalize kuchota maji hapa afu naenda. Naomba nenda sasa hivi, ukirudi utamalizia. Sawa? Nakuomba ndugu yako, nenda. Basi sija. Mariam, binti yangu. Una nini? Mbona umekuwa mnyonge hivi? Hapana mama, sina kitu. Hapana, umekuwa mnyonge sana mwanangu. Hebu nieleze ukweli. Mimi ni mama yako. Naumia. Una shida gani? Amna, sina chochote, nipo sawa. Kweli? Nipo ndani. Haya. Mtoto ana tatizo kweli huyu? Haya, tutajua. Hii hapo Damariam. Asante. Basi sawa, nisubiri nikachote maji. Sawa. Nani alikuwa anagonga geti? Ni mtoto tu baba.
Mjomba! Ona sasa mume wangu. Ndo matatizo toka kumletea mtoto jamani. Mjomba, mimi napiga kelele. Mimi nimekuja. Hebu nifungie bana mlango kwanza hapo. Usinifokee. Pikipiki yangu iko nje. Wataiba. Afu mjomba, ujue kwamba mimi ni mtoto wa dada yako. Namuoa mwanao. Afu mimi bwana na nyumbani na peke yangu nimekuja kumchukua nikalale naye. Baridi. Wewe mjomba zinaoka na acha asipotaka nipe nikalale na. Haya matatizo unamletea mtoto kweli? Mjomba, mimi habari kuonekana peke yangu na kimintaki siwezi. Kwanza nitakupigia tena. Kwanza mjomba mimi nakutia. Sasa mambo gani tena hayo unataka kuniletea? Nikutia utope. Mjomba. Nikutia utope? Tulia, nikutia utope. Unaniozesha mjomba, uniozesha. Mjomba, mimi nimeshakwambia Mariam ni mali yako. Sasa shaka ni nini? Kwa nini kwanza unanijia hivyo? Sasa nitakutia utope. Mjomba, mimi nisema kitu kimoja. Unajua mimi usinione hivi nampenda. Nampenda binti sana mjomba. Sasa mjomba, tatizo unachelewa. Yaani tatizo lako mjomba, unachelewesha. Sikuchelewesha. Mambo haya unachelewesha mjomba, kwa nini? Jamani. Hobla ni nyonga mkalia ini. La haula wala quwwata. Nakupenda. Mtoto mashallah. Rangi ya mjomba na shangazi. Ukachanganya umepatikana mtoto kama papai. Nataka nifaidi. Mjomba nitafaidi. Umeelewa mjomba? Njoo nikuchumbe, njoo. Chumu chao. Sasa si uende huyu si mchumba wako? Naogopa. Lazima unipikie ugali na mama yangu. Mjomba kweli. Sasa baba. Kwa shida hii ndo unataka kunipa mimi baba? Sasa mtafunga baba. Baba mimi siwezi kuona na mlevi. Sasa kwani mwanangu mimi nakupeleka? Mimi nakuozesha. Huyu lazima uolewe. Yaani umlevi ndio unaozesha mimi baba? Ni haiwezekani. Babangu nisikilize nikwambie. Umenipeleka madrasa nimesoma dini. Baba nimesoma shule nina elimu yangu ya kutosha. Mimi kuniozesha huyu mlevi baba ni kitu ambacho hakiwezekani, wakati mtu ambaye ana elimu yake ya chuo, amesoma madrasa, ana maadili ya dini yupo. Baba mimi siwezi kuolewa na yule. Wewe ni nani? Lazima utaolewa na mtoto wa shangazi yako. Lazima. Nimekusomesha, nimekufanya nini? Nimekupeleka madrasa. Nimekupeleka shule. Hivi niambie, huyo kaka yako aende akaoe mwanamke ambaye ni mlevi mwenzie, wataishije? Ndio maana nikakupeleka madrasa ili uishi naye umbadilishe kaka yako. Mbona bibi yako kakubali kabisa? Mbona babangu maisha yamebadilika sana. Dunia ambayo wewe umemuoa mama na hizo mila zenu sio dunia ya leo. Dunia imekuwa nyingine sasa hivi. Mimi huwezi kunioza kwa huyu mlevi. Baba mimi nitaolewa na Huseni. Kama hutaki niolewe na Huseni basi ni bora nisiolewe. Kelele! Mimi siwezi nikaacha mila. Siwezi. Na pia mume wangu wakati unanioa wewe hukuwa na hali kama ya huyu kijana. Atabadilika nyumbani. Taratibu. Unatumia dini yako, mpe mawaidha. Mueleze madhara ya pombe. Mueleze sababu ya pombe inaumiza nini. Atabadilika, atakuja vizuri. Kwa mimi niache mila. Siwezi kuacha mila za mababu na mababu. Na mimi siwezi. Mama ongea na baba, mimi siwezi. Unajua mume wangu ni makosa sana unaotumia. Yule ni mtoto wa kike, nilishakwambia ana maamuzi yake binafsi. Kwa nini unamchukulia maamuzi yake? Wewe mbona hukukataa? Wakati nakuja mimi kuenda kuongea na shangazi juu ya kuolewa kwako wewe, mbona hukukataa? Na tukaoana tunaishi. Sisi tumeishi. Nikuwa mlevi kama huyu jinsi alivyo mume wangu. Atabadilika huyo. Anabadilika huyo. Vitu vidogo tu kama mwanamke. Lakini unamkosesha mtoto amani, si umuache afanye maamuzi yake yeye binafsi. Hamna cha binafsi. Maamuzi sio yake yeye, maamuzi yangu mimi na familia. Yeye ana maamuzi gani? Na wewe unashika kabisa akili kwamba yule awe na maamuzi. Sitaki kusikia hilo neno. Tuishi kama tulivyoishi. Kwa hiyo unaona ni sawa maisha atakaoishi na huyu kijana hivi? Nishaamua hivyo. Mimi ndo nishaamua. Mimi siwezi kutekeleza. Yaani mimi nisitekeleze mambo ya mila
Mariam. Mariam mwanangu. Binti yangu. Mama. Mariam. 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 Baba Mariam. Baba Mariam. Baba Mariam. Baba Mariam. Mume wangu. Amka bwana. Amka, mtoto namwamsha amki. Amka bwana, amka, mtoto amki. Mtoto haamki. Sasa hicho ndio kinakufanya unalia? Namwamsha toka saa hiyo haamki mume wangu. Sasa atakuwa amepumzika. Amna bwana, twende tukamwangalie kwa nini haamki. Mke wangu. Twende bwana. Mariam. Mariam. Mtoto amki mume wangu. Mariam. Mariam. Mariam binti yangu. Mume wangu mtoto. Mama. Umeamua kuniacha mwanangu, unataka baba yako, lakini nilimwambia mimi akuache na maamuzi yako alikataa. Mariamu binti yangu amka. Mama. Mama. Mariam. Wewe Mariamu. Mume wangu umeataka yote haya. Binti yetu asingefariki huko. Nilikwambia mimi mwache na maamuzi yake. Umeamua kumchagulia kwako, umeona sasa. Kiwangu usikufuru Mungu basi. Hapana mume. Wewe ndo sababu ya yote haya. Hebu amini kwamba Mungu ana mipango yake. Mungu katuleta sisi, katuumba yeye mwenyewe. Inaniumia. Sawa, lakini usifike mpaka ukakufuru. Mume wangu umenipotezea mtoto ndo pekee huyu mimi. Taishi vipi mimi bila Mariam jamani? Hayo maneno sasa mimi siyataki. Siyataki. Kama tumepoteza kiumbe wetu basi inatosha, inatosha. Nilikwambia lakini mume wangu ache mtoto. Sawa. Tuamini, tuwe na subira. Unasikia? Tuwe na subira. Sisi ni wa Mungu na kwake amerejea. Mungu mwenyewe kafanya mipango yake. Kuna mambo mawili. Kama sio kukufuru basi ni kushukuru. Sasa tusiingie kwenye kukufuru. Tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Mungu anasema kila mwenye kusubiri yuko pamoja naye. Mama, unatuacha mama. Leti ningejua. Namshukuru Mungu kwa kila alichokiamua. Mungu mlaze mahali pema mwanangu. Ndio kiongozi. Ndugu yangu Kitimu. Yaani kiukweli niko kwenye majuto makubwa sana. Yaani ninajuta mpaka najuta tena. Hasa hili lililotokea nyumbani kwangu la kifo cha binti yangu. Kifo cha binti yako? Binti yangu amefariki. Ngoja kwanza. Mbona unazungumzia swala la mwanao kufa kana kwamba amekufa kuku mjusi, yani kawaida tu. Imekuwaje? Mbona hili jambo limekuwa la ghafla sana? Yaani mimi mwenyewe sielewi. Wewe unavyoniona hapa nimetoka nyumbani. Sijui hata ninakoelekea. Sijui naenda wapi, sijui. Yaani hata hao nilioacha nyumbani hawajui baba yangu wapi. Mke wangu hajui mume wake anaenda wapi. Sijui, yani sielewi, nimevurugwa kila idara. Sasa nafikiria hapa nikikutana na ndugu zangu, nikutane na jamaa zangu wa karibu, marafiki. Haya, hebu tueleze bwana. Mtoto imekuwaje? Sijui nawaambia nini. Nice ni wadanganyi. Niwaambia labda ni ajali au hali tu malaria. Sijui yani hata niwaambie nini. Lakini kitu ambacho nachelea
ukisema baada ya kuwa naongopa yule bwana aliyotaka kumuoa, yule ndio atakeni niweka mimi katika sehemu mbaya, kwa sababu najua ataongea tu, atasema kila kitu. Mke wangu ndo kabisa haelewi, ataniharibia jambo. Yaani unavyoniona hapa, naona kama jela iko karibu yangu. Naona kabisa mlango ule wa jela. Unajua kiongozi, haya mambo mimi niliyahisi. Nilijua tu kwamba yatatokea. Na haya yote ni kutokana na mfumo wa maisha yako. Kutokana na muda ambao nimekuachia wa kujielezea mpaka unasema familia itakuchukuliaje, mlango wa jela unauona na nini, yani unalalamika. Maana yake kwa 99% mwanao amejiua. Sasa umejuaje katika hilo? Sio nimejuaje? Wewe ni utaratibu wako wa maisha ambao ulijipangia. Kwa sababu mwanao ni moja kati ya watu ambao wao walikuwa wanaishi katika misimamo na wewe ulikuwa unaishi katika misimamo yako. Na nani asiyejua hapa kwamba wewe ulikuwa unaishi katika misimamo? Binti yako kuna mwanaume alikuwa anamhitaji. Sisi wengi tunajua hivyo. Lakini wewe ukapanga sasa utaratibu wako unaojua wewe kutaka binti yako aolewe na mpwa wako, mtoto wa dada yako. Sasa haya mambo yanakujaje? Kwa nini binti asiamue hivyo? Ikiwa kama alichokitaka yeye wewe ukitaki. Lakini hayo mbona mambo ya kikoloni? Kumchagulia mtoto mchumba wa kumuoa ama mchumba wa kuolewa naye. Mila ndugu yangu, unajua familia zetu kwa sio tu damu. Yaani lazima ujue taratibu za kila mtu. Sisi hatujui tabia za watu wengine, tunajua tabia zetu sisi wenyewe. Ndio tuoane wenyewe. Hata mke wangu mimi nimemuoa. Hayo ni mambo ya kizamani shekhe. Nikuulize, kwani wewe una ugomvi gani na ule bwana harusi? Mimi hajanikosea kitu, lakini yule bwana Hussein sisi hatujui tamaduni za kwao. Hatujui taratibu za kwao. Unaweza ukamchukua mtu kaenda ukachanganya na watu ambao na wachawi wasioeleweka. Ndio maana tukaamua sisi tunaishi kwenye familia. Upo sahihi sana. Lakini je, kama itatokea kila binadamu wa sasa anayetaka kuchumbia sehemu, alafu familia inaochumbiwa, yani yenye binti, iende kadadisi ile familia wanaishije, wanakulaje, wanafanyaje? Shekhe, hakuna binadamu aliyekamilika. Katika mapungufu ya watoto 20, wapo wawili watakaotoka wazima wenye afadhali. Tuashumu familia ile ya bwana harusi na matatizo, lakini bwana harusi mwenyewe akawa hana matatizo. Na hilo linawezekana. Sawa, watu wanaamini mtoto wa nyoka ni nyoka, lakini kuna nyoka wengine hawangati na wengine wakorofi wanangata kila wanachokiona. Yani wewe mtu mgomba kila kitu. Lakini muolewa ndio anayefahamu, wewe huwezi kuyafahamu kwa sababu yule bwana hukumtafuta wewe. Yule bwana ameletwa na mtoto wako. Kwa hiyo mtoto wako ndo yeye anayemjua yule bwana. Anajua lala yake, anajua vaa yake, anajua maisha yake. Mpige chura teke kwa kumsaidia mwendo. Lakini mwisho wa siku umekaa naye, umemkataza, umemkaripia, umeonyesha wewe ni mwamba, wewe ni baba. Haya, mwamba, baba, mtoto kajiua. Tunafanyaje sasa? Sasa ndo maana nimekaa na wewe ndugu yangu. Hebu nishauri, mimi niko kwenye hali ngumu. Acha kukushauri, nenda kajisalimishe kituo cha polisi, katoa taarifa kwamba mimi nimesababisha kifo cha mwanangu. Nitaacha familia ndugu yangu. Kwani mwisho wa ubaya nini? Si aibu? Mwisho wa ubaya ni nini kama si aibu? Cha kufanya katoa taarifa kituo cha polisi. Ama mimi unipe ridhaa mimi nianze kutangaza mtaani. Kitimbu, usifanye kwanza hivyo. Nakuomba bwana. Hayo mambo hebu yaache kwanza basi. Sikiliza. Cha kufanya hapa hatuna namna. Ile maiti iwe kimya kimya. Sawa. Sio, umeelewa vizuri? Iwe kimya kimya. Na kama utawashirikisha watu, washirikishe watu muhimu wachache tu. Kama wewe hivi. Kama mimi, lakini pia mtafute mshenga wa yule bwana harusi. Mpe taarifa kwamba bibie imepatikana dharura, amefariki. Alafu yule atawakilisha ujumbe kwa nani? Kwa bwana harusi za binti kufariki. Mshenga tena? Yeah. Huyu atatusaidia sisi. Kitimbu, mimi mshenga na yani hata siku ile wakati nampa majibu kwamba binti yangu ameshapata mchumba, yule ni lopolopo. Yani jinsi nilivyomuona alivyoondoka inaonyesha kabisa hajaridhika. Ni kwa tabia zako shekhe.
Unajua wewe unatolea mfano familia za wengine, familia nyingine itakuwa ya wachawi na nini. Wewe ushajigundua, ushajigugo, una tabia gani? Na unadhani tabia yako wewe wengine inawapendeza? Hapana, tuna kasoro nyingi sisi, tuvumiliane tu shekhe. Hatua ya ushauri wangu ninaokupa ni wewe mfuate mshenga ama unana na mshenga, muambie kuna dharura, bibia amefariki. Zungumza naye kwa utaratibu. Hata kama akitaka kulipwa tutamlipa kwa sababu sisi ndo sasa hivi ndo wahitaji. Muhitaji hanithi lau kama rijali, tutafanya nini sasa? Lakini pia ushauri mwingine naokupa, kama tutatekeleza hili, marehemu tumsafirishe. Twende kijijini kwenu kwenye makaburi ya familia. Yaani tujifanye na sisi kama tunaumila na desturi kidogo kwa mbali. Japokuwa dini yetu inaturuhusu tuzikane maeneo ambayo yaliyotengwa sahihi kwa ajili ya kuhifadhiana. Lakini sasa wewe jifanye kama unaumila, una utamaduni, una umimi ule ubinafsi ulionao tunauweka humo ndani yake, alafu tunamsafirisha usiku, tunazika alfajiri ile kila mtu asijue. Kuondoa zogo la hapa mjini. Nafikiri hilo wazo limekaa vizuri sana. Unasema tu kwamba anaenda kuzikwa kijijini kwenye makaburi ya kifamilia huko. Atumzike hapa. Si Msangazalala, si wapi. Nafikiri ndio jambo ambalo linasaidia. Lakini ukome. Tena ukome na ili iwe fundisho. Unamkataza vipi mtoto wa kike na matakwa yake? Kaka, mimi hata sishauri tena watu wafanye hivi, ndugu yangu. Nashukuru sana. Wewe nenda, mimi nilikuwa nakusikilizia hapa kwa sababu uliniambia tuonane mitaa hii. Nenda. Asante sana. Sasa usijitie unyonge sana. Kila mtu akakujua. Jichangamshishe. Siwezi, yani ndio uzuge. Ukikutana na mtu unajichekelesha, hali ya kuwa furaha haitoki huku. Unacheka, yani unatabasamu tu hapa. Basi. Bwana vipi? Salama, lakini la kwako moyoni. Ule mshenga muhimu. Asante sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basi mjomba, hatuna jinsi. Kama ndio hivyo, Mwenyezi Mungu atakuwa amechukua kilicho chake. Sasa wewe unalipi katika hili? Una maamuzi gani katika hili? Kuna dhamira yoyote ambayo uko nayo? Nia yangu bado iko pale pale mjomba. Isipokuwa tu kwa sasa acha kwanza hili lipite. Maana hata huyo uliyesema kwamba amefariki bado hajahifadhiwa. Sidhani kama itakuwa busara kama nikilifanya hili kwa haraka. Bado nakutegemea sana mjomba katika hili. Lakini inauma sana na inasikitisha sana. Binti ameondoka bado mbichi. Mtoto ameondoka bado mdogo. Inauma sana. Lakini unajua kwamba yule alikuwa ndio mtu wako wa kwanza. Kwa hiyo unajua nafsi bado inatamani kuona furaha yako ikiendelea. Ni kweli, ila kwa tukio kama hilo siwezi nikawa na furaha kwa sasa. Kikubwa acha kwanza tulimalize hili la huo msiba. Litakapoisha basi tutakaa tena tuweze kujadili hili. Mariam. Wewe na subira mjomba. Hili litapita. Mariam. Kikubwa mjomba, tunatakiwa tuwe na subira. Kwani wenye kusubiri wako pamoja na Mwenyezi Mungu. Na kila lijalo ni elimu kwetu mjomba. Upo sahihi kabisa mjomba. Halo mjomba. Asalamu alaykum. Alhamdulillah. Nilikuwa na ombi moja mjomba. Naomba twende msibani.
ili tukajue taratibu za maziko, ama kwamba tunazika ama tunasafirisha. Ni hilo tu mjomba, asante. Nakuja kuozesha mwenyewe. Bwana Hussein, Labeka, umekubali kumuoa Mariam binti Othman kwa mahari mliokubaliana? nimekubali kumuoa Mariam binti Othman kwa mahari tuliyokubaliana. Nimekuozesha. Nimemuoa. Nimekuozesha binti yangu. Nimemuoa. Amen. Jomba. Mjomba. Naam mjomba. Mashallah. Alhamdulillah, ili jambo limepita. Naam. Sasa mimi nina kiu, nataka kufahamu jambo. Naomba uniweke wazi. Umenitoa nyumbani, umenileta huku. Umeniambia tunakuja kwenye mazishi, kwenye taratibu za mazishi. Sasa imekuwaje tunakuja huku tunaoa? Na sielewi ile jambo limekuwaje. Kwa hebu niweke wazi katika hili kwanza. Kwanza mjomba, alhamdulillah rabbil alamin, hili jambo limeisha salama, limepita. Ni kweli? Siku zote mjomba, jambo la kheri linaisha kwa kheri. Lakini hili jambo ule uliona humo ndani haikuwa plani yangu, ni plani ya mwenyewe bibi harusi. Hii mikakati yote ameipanga yeye, mke wangu. Unajua bwana, ilikuwa hivi. Mpenzi wangu, Niambie. mimi kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Unajua umepambana, umefanya jitihada zako zote, lakini umegonga mwamba. Ni kweli. Na hata kwa upande wangu pia nimepambana kadri uwezo wangu, lakini mwisho wa siku ni 2 toa 2 sawa na 0. Sasa basi mimi nimeona ni bora ni riski maisha yangu kwa ajili ya mapenzi yangu mimi na wewe. Mariam, unataka kufanya nini? Kuwa mvumilivu. Umeona mimi na swali, nasimama usiku, swala za usiku nasimama na swali, kisha naomba Mwenyezi Mungu anifanyie wepesi mimi na wewe jambo letu liweze kupita. Sasa wewe unataka kuriski maisha yako kivipi? Hapana, usifanye hivyo Mariam. Hata mimi pia namuomba Mungu sana Hussein. Na ninajua unanipenda sana. Hata mimi mwenyewe nakupenda pia. Lakini jambo ambalo natarajia kwenda kulifanya, au jambo ninalotaka kulifanya, Mwenyezi Mungu akijalia heri, hata hiyo ndoa inaweza ikawepo. Lakini so jambo la kuriski maisha yako, kwa sababu wewe ukiumia mimi nitaumia zaidi. Sipendi kukukosa Mariam. Nakupenda sana. Hivyo ndivyo ilivyokuwa mjomba. Na ndio maana hata pale ulipokuja kuniambia habari ya msiba wa huyo binti, mimi sikushtuka, kwa sababu nilikuwa najua nini kinaendelea. Nilishia tu kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na pale uliponiambia kwamba nitafute binti mwingine uende ukaniposee, nilikwambia mjomba, tuwe na subira, acha kwanza hili lipite.
kwa maana nilikuwa najua nani nitamuoa. Sikuwa na pressure. Ndio hivyo mjomba. Ama kweli nimeamini. Mwanamke kipanga lake lazima litimie. Ni kweli mjomba, mwanamke huwa hashindwi na jambo lake. Na ukiona ameshindwa, basi ujue hajaamua juu ya jambo hilo. Kwa maana kwamba halitaki hilo jambo. Sasa twende tukapate tafutari watu wasije wakatuuliza jambo. Sawa mjomba, ngoja niingie chumbani kwa mke wangu. Kwa hiyo unataka kujua ni kitu gani ambacho kimefanya mpaka nimefanikiwa kuolewa? Kwa sababu hata mimi napitia kama ulilopitia wewe. Lakini mimi chumba wangu bado hajabahatika kuleta barua. Pole sana ndugu yangu. Unajua nikwambie kitu. Katika maisha ukiwa na jambo lako na ukiona tu lina changamoto, basi unatakiwa kulipambania sana. Unatakiwa kulipambania kwa sababu usipopambana wewe mwenyewe, hakuna mtu ambaye atakufanyia juhudi za kupambania jambo lako. Mimi mwenzako nilivyoona mambo yanazidi kuwa magumu, nilichokifanya, kuna dada mmoja hivi, ni mtu mzima kidogo, ni dada yangu wa hiari. Huyo dada mimi nilimfuata, nilipofika pale nikamuomba ushauri. Unajua dada, mimi nashindwa hata kuelewa. Yaani kila siku zinavyozidi kwenda nazidi kuchanganyikiwa. Na nini tena? Unakumbuka nilishai kukwambia kuhusu yule kijana? Bila shaka Hussein. Nampenda sana yule kijana. Lakini babangu amekuwa ni mtu wa mstari wa mbele kukwamisha ndoto zangu. Hivi kwani babako ana matatizo hivyo? Nashindwa hata kuelewa dadangu. Na ndio maana leo nimeamua nije hapa. At least hata unipe ushauri ili nijue nafanyaje. Kwa sababu nazidi kuchanganyikiwa kila siku zinavyozidi kwenda. Wewe kuwa mwigizaji. Uigizaji? Uigize. Kivipi? Uigize kama wale mabongo movie. Sawa. Lakini dada, mimi nakuigiza wapi na wapi? Wewe unahitaji msaada wangu utaki? Nahitaji, lakini sasa wanaoigiza kila siku tunaona kwenye ma TV huko na ma confidence yao. Mimi nakuigiza dada kweli? Basi kama unahitaji ushauri wangu na unahisi utakusaidia, naomba uwe mwigizaji. Wewe igiza kama vile umekufa. Sio, unanielewa? Na hata wakikutingisha, yani wewe fanya kama vile huwasiki wala huwaelewi. Watakapochanganyikiwa, utakapofanya vile, wewe utamjua kati ya baba na mama yupi anakwamisha ndoto zako. Wakati mwingine mdogo wangu, sio kila tunayoyafanya tunayapenda. Kwenye maisha, mtu unafanya ili mradi ya kwako yaende. Sio, unanielewa? Sasa wewe tekeleza ile, afu utakuja utaniambia. Japokuwa umeshaniambia kwamba babako ndo tatizo, lakini simuoni mamako naye kama akikuonyesha ushirikiano. Mimi naona tu jitihada za kwako wewe tu, lakini za mamako sizioni. Kwa hiyo mimi ninachokushauri ni hicho. Wewe igiza, fanya umefariki. Najua kwa vyovyote watatahayari. Pale watakapotahayari, wewe ndo utakapopata jibu sahihi. Wewe tumia ushauri unaokuambia. Sawa? Alafu majibu utakayoyapata utakuja kufurahia siku moja. Basi, baada ya hapo, ushauri wake ikabidi niufanyie kazi. Niliigiza nimekufa. Baada ya kuigiza nimekufa, yaani ni walihangaika wazazi wangu. Walikuwa ni hawaelewi. Yaani wamenitikisa zaidi ya mara 100, hata kutikisika. Ukiwa umepanga jambo lako, ushaona tu lina changamoto, lipiganie. Fanya jitihada zako zote mpaka uone tone la mwisho. Huku na huko nikamtuma mtu kwa Hussein, nikamwambia afanye haraka sana uje unioe.
Nilichokuwa nimekitarajia ndio kilichokuwa, na mwisho wa siku ndo hivi Hussein amenioa. Ukiwa una jambo lako na kweli unampenda bwanako na yeye anakupenda, lipambanie. Mungu atafanya tu wepesi. Hata wewe pia unaweza siku moja ukaa kama mimi. Pambana ndugu yangu, yaani pambana. Wazazi wetu sisi ndivyo walivyo, wana mambo ya kikoloni sana. Sasa usipopambana wewe mwenyewe lazima tu utafeli.